Hebu niambie experience yako. Nimeona umesafiri sana. Tumeenda vijijini, kuna matope. Nilikanyaga matope na hills, you know, nilikuwa navaa hills. Sikuwahi kuhisi kama inaweza kaingia yote katika tope. Nimeona ule udongo mwekundu, like village life, you know. The experience of village life ilinishinda. On the second day too nilimwambia babu yangu, I have to go, I have to leave, you know, because the internet hakuna. For you to get the network inabidi usimame juu ya mti maramba kule mtini. Ulikuwa unaniambia koja niende sehemu yenye network tunaweza tukachat. Yani ile story kwamba network unapata juu ya mti, it's very true. Nakaa kwenye mti unyoshe simu, you get the internet. It was so cold, tumbo liko linajaa gesi. There's no duvet like in my apartment and all that. So ilikuwa na lazima sana kuishi kwenye hoteli. Alafu kuna I don't know, yani maisha kijijini sio maisha yangu, I guess. Like I wanted to experience I wanted to live a normal life, but I could not live a normal life because hakuna vyombo vya udongo, wanatumia vyombo vya plastiki. What else? Sana network. Mboga. Chakula. Uliniambia ulikuwa unafaidi sana seafoods sometimes. Yes, samaki. Unajua watu wa Tanga chakula vyao. Kwenye chakula it was amazing, but kwenye chakula it was amazing. Ipikiwa muhogo wa nazi na maharage. Hey gosh, bichai yao ilikuwa amazing. Unajua kusema siishi sana maisha ya kawaida. Kiukweli, sijui ukae upike ule, that's not the lifestyle that I'm living. Maisha ni yale mchaka. Mtu anaangalia right now anasema udivana maisha, lakini ndio halisi ambayo sisi tunaishi. Wewe mwenyewe nahisi hivi karibuni baada ya kukuachia kipindi umeishi hayo maisha. Yeah, sure. You're not going to be the same kwa sababu you have to like take care of the show, organize it, it's so stressful, you know. But when I was there, at least I tried. Lovey-dovey.